Ile kitu Gachagua anapigiwa, na najua Gachagua atapigwa sana. Na najua Gachagua ataingizwa kwa makosa, atafanywa nini, na sisi tuko ready kukufa na Gachagua. Gachagua kutoka asema one man, one vote, one selling. Hiyo ndio ilianza vita yake. Mtu kama Moses Kuria mpaka aachane na pombe. Pombe ndio anafaa kupea advice. Na Moses Kuria nikwambie, kama utaachana na pombe, utaizi ukiongea ujinga tu. Kwa majina naitwa Mike. Leo hii nimekuja kujibu watu wengine wameishi kutuambia nyinyi mko na ukabila, nyinyi Gachagua ni village, sio nini. Jana nataka kukumbuza hawa viongozi ya Wasomali. Msituone zizi kama kondoo ama watu hawaelewi ni nini wanafanya. Wakati president alikuwa deputy president, yule ako president saa hii, William Samoei Ruto, my best friend. Wakati alikuwa president, deputy president, alikasifu Mutyambai akiwa IG. Akasema huyo ni mtu ambaye hana uwezo, afanye nini wala nini. Wakamba hawakuzongamana, waseme ati deputy president impichiwe, ati deputy president afanyiwe nini. Kwa sababu alisema ile kitu yeye aliona kwa sababu ni deputy president. Na wakati huo alikuwa deputy president. Saa yeye ni president. Gachagua amesema Yudi ni Haji ana uwezo. Hawezi. Hakuna kitu anajua. Ni usiku na mchana. Alafu nyinyi viongozi ya Wasomali mumeshikana all over the country, kila mahali mtu ako unatumiwa message tu Gachagua. Wacha niwaambie ndugu zangu, Gachagua hata hitaji kutetewa na mtu yoyote. Gachagua kura zake ndio zimemweka deputy president. Na nataka kuambia yule ndugu yangu alikuwa Warren Kirosiwi wa Human Rights nani, yule alishindwa na njoo. Wewe umeshindwa na njoo mara mbili. Wewe hauna uwezo, ukitoka Mombasa utuambie ati Gachagua impichiwe. Hiyo ni kunjidanganya na kunjiweka kwa viatu yenye itozi. Nataka kuambia watu wale viongozi wa Somali. Sisi tumelelewa na Wasomali na wajua. Hapa Maua tumelelewa na wao, tunakaa na wao, ni mandugu. Lakini viongozi wenu ya Wasomali wamewaanguza. Kwa sababu wanataka kulalia Wakenya wale wengine. Unataka kutuambia sisi Mount Kenya tuko na over 4 million votes. Tutakuja tudharau Gachagua, na Gachagua anatutetea na anatetea wale Wakenya wengine. Kama we ni mwanaume, mbona hutaki kufanya kazi? Gachagua anasema one man, one vote, one selling. Sisi hapa watoto hawaendi shule. Lakini nyinyi mnatumiwa 15 billion yenye hujafanyia kazi, yenye hujui imetoka wapi. Na nataka niambie hawa viongozi wetu wa Somali, watu wamechanuka. Na niambie zile county ambaye watoto wao hata ile pesa wanapewa itozi. Niambie kama Kiambu wanapewa 15 billion. Garissa wanapewa 15 billion. Yaani hiyo pesa inatosana, watu wale wako pale ni kidogo. Yaani si tupige kura, watu wetu wapige kura waingize serikali, na nyinyi mkuje mtutusi, mtuambie ati tutoe Gachagua. Mnafikiri sisi ni wazimu? Ile kitu Gachagua anapigiwa, na najua Gachagua atapigwa sana. Na najua Gachagua ataingizwa kwa makosa, atafanywa nini, na sisi tuko ready kukufa na Gachagua. Gachagua kutoka asema one man, one vote, one selling. Hiyo ndio ilianza vita yake. Kwa sababu kuna wale hata ukienda hiyo hao wote wameongea, hao wa Somali na wa challenge viongozi ya Wasomali. Pesa ile mumekula ya Wakenya ikienda kwa kaunti zenu, mnaenda msaidie hata wale watu wako mazinani. Naomba wale watu wako mazinani waulize hao viongozi, hii mindomo wako naye kubwa ni nini wamewafanyia? Pesa inatumwa kwa kaunti. By the end of the day inarudishwa Nairobi hapa kujenga mangoroba. Mnaona watu kama wanjinga. Pesa sisi tunafanyia kazi, tunalipa usuru, ile usuru kubwa sisi ndio tunalipa, alafu nyinyi mnapewa, msifanyie watu wenu maendeleo, mnasema marginalized. Alafu mandala muwasaidie, muwatoe kwa ile zinda mliwaweka, mnabeba hiyo pesa tena mnakuja kujenga naye magorofa Nairobi. Hiyo hatutakubali. Na nataka kuambia Gachagua, kutoka dunia iumbwe, usije ukaogopa kufa ukitetea watu wenu. Kitu ile na kuambia tu leo hii, na kitu ile nitaomba wa Kenya,
na watu wa Mount Kenya na hatuogopi. Kama ni kufa ni kufa, kwani kuna yule atabaki? Hata wale watoto wameuawa hawana makosa, wameuawa juu ya kutetea haki yao, juu kuna mtu amesembea kwa serikali. Yule mtu amesembea kwa serikali mpaka tuseme ni fulani. Huyu Jini Haji nampea heshima, alikuwa mtu wa maana sana. Lakini nataka mjiulize, yeye ametoka kwa serikali ya Uhuru, kwani alikuwa amefanya kazi kuliko Matiang'i? Yeye kwa sababu Ruto alimchukua kutoka kwa serikali ya Uhuru akamweka kwa serikali yake. Alikuwa amefanya kazi kuliko Matiang'i? Alikuwa amefanya kazi kuliko Kebisho? Alikuwa amefanya kazi kuliko Munya? Ni nini alikuwa amefanya yenye ilifanya atolewe kwa hii serikali, aletwe kwa hii? Kama sio hiyo mdomo kugonganisha wakubwa viongozi, mpaka Kenya inaenda kuchomeka. Na saa hii naomba Wakenya wote, mahali Mkenya yoyote yako na Mkenya mwenye anajua roho ya Ruto. Mimi sijawahi penda Ruto, lakini wakati alisimama kama rais wa Jamhuri ya Kenya akasema munisamee na nime withdraw hiyo finance bill, vile ali withdraw na akaongea na unyenyekevu. Mimi nilikuwa siku ile usiku alitoka akasema au vijana ni wezi, ni makateli, nilikuwa niamuke hata yeye nimwambie hadharani kama rais. Lakini jana aliongea ni mtu kama wewe, hakuna mtu hawezi kosea. Rais aliongea jana akanyenyekea. Deputy President aliongea baada yake kudhibitisha vile president amesema. Ameongea kitu ya maana. Sisi sote tutakusikilia rais. Na wacha nikuambie rais, saa hii hakuna mtu wa ODM, hakuna opposition kwa maongeo yako ile uliongea juzi. Lakini naye sisi tunataka kukuambia hivi. Uliambiwa na ndipite wako anasikiza ground, akashika mpaka masikio, kwa sababu kuna tusiwawa tumetoka Mount Kenya hatujuangi ground ni nini. Akashika masikio kichungwa, akashika masikio yule asikii kama Osoro. Deputy President si mjinga. Unasikia watu hapa wakisema akashika masikio akawaelezea, ndio muelewe ground vile inasema. Alafu unapata Msomali anasema hii wakubwa ya Wasomali wanasema wewe ulikuwa ndio. Hata Ruto alikuwa muuzaji wa kuku, ndio, na muuzaji wa kuku nani alikuwa mkubwa? Kwa hivyo mkiongea mnaongea vitu mnajua wale watawajibu, hatuwaogopi juu tunawajua. Na mtu hawajui ni Ruto, Ruto ndiye hawajui. Na siku ile president atawajua serikali itanyoka hivi. Na nataka kumuomba rais, kwa sababu naomba Wakenya leo hii, Wakenya waombee huyu president na deputy president, na waombee Raila na Uhuru na Matiang'i wakae pamoja. Mimi ni kiongozi. Mimi ndio natembea chini bwana president. Niko chini huku najua vile kunaendelea. Watu hawana haja na hii timu ulileta. Hii timu unaleta ifanyi kazi. Mtu anaamuka saa 5. Mheshimiwa, niko na swali hapa. Jana Moses Kuria alimuingilia sana naibu wa rais Rigathi Gachagua, akasema na kuanga na utofauti mkubwa sana na rais Uhuru Kenyatta. Lakini tangu nijue Uhuru hajawahi piganisha Mount Kenya kama vile fake DO ambaye anajifanya kingpin alichoma Nyeri, Embu, Thika, Kikuyu wakati wa maandamano. Kwa ufupi anajaribu kusema ile maandamano ilifanyika Meru na wapi huko Mount Kenya, Gachagua anahusika. Hayo ni maneno ya Moses Kuria. Unasemaje? Mimi ile kitu naweza ambia Moses Kuria, kama yeye ni mwanaume anjaribu awe deputy president. Yeye alikuwa kwa serikali ya Uhuru, walikuwa wanatembea na Uhuru pamoja. Walikosania na Uhuru nini? Uhuru kama angeshikana na kama Uhuru angekuwa na ministers kama wale Ruto ako nao saa hii. Ruto ako na minister kama 2, 3 ndio wanamsaidia. Hao wengine wote ni ngunia kama Moses Kuria. Uhuru angekuwa na ministers wenye wakai chini wafikirie kama wale Ruto amejaza kwa cabinet. Hata wacha Mount Kenya, Kenya ingechomeka. Ile kitu ilisaidia Uhuru ni cabinet alikuwa naye na watu wako kwa serikali, wale alikuwa wameweka kwa serikali watu wanasikizana. Sikizana. Nataka Wakenya wanielewe. Hata wale watu Ruto ameweka kwa serikali, kutoka kwa serikali yenyewe hawaelewani.
Kuna wale wanajifanya hata wakubwa kuliko deputy president. Nataka kumuuliza Moses Kuria kwa sababu yeye anajifanyanga anajua kila kitu Mount Kenya. Wakati uliomba kura hapa Kiambu walikupea ngapi? Ni nini ulisaidia? Walikataa ukupea kura. Namba 2. Wewe kama wewe ni kiongozi na wewe ni CS, ulienda ukaambia Ruto aje Kenya itachomeka. Mbona hukumwambia kama wewe unakaa na wananchi? Lakini mimi uliza president, nilimwandikia message. Nikamwambia kitu ile atafanya leo hii. Asisikize wale watu wanamzunguka, wote ni waizi wanalipa. Kwa sababu makosa ile Ruto alifanya na ile yeye anafaa ajue na Wakenya wamuombea focus. Kwa sababu kila mtu anamwombea, hata mimi saa hii naombea Ruto. Ajue ni nini. Mimi ndio nahisi kumutusi, lakini leo hii namuombea. Ajue arundiane na deputy wake. Kwa sababu ya nini atarundia deputy wake? Wale watu walipea kazi ni watu walikuwa wameombea viti wote. Na wakati waliombea viti walishindwa. Na wakati walishindwa kila mtu alikuwa na loss. Mtu ako na loan. Akiingia kwa serikali ni kulipa. Huwezi pea watu walishindwa viti walikataliwa na mwananchi umpee kazi ufikirie Kenya itaendelea. Hao wote uko nao ni mambega. Ungewapea mwaka moja Mr. Excellency President, hakuna mtu angekunywa hata chai kwa barabara. Lakini uliwapea kazi, wako na maloni, wako na shinda. Sasa ile kitu inaingia kwa serikali wanaiba. Wacha ni muombe rais hivi, mtu kama Moses Kuria mpaka aachane na pombe ndiye anafaa kupea advice. Na Moses Kuria nikwambie, kama utaachana na pombe utaizi ukiongea ujinga tu. Unakuja unatuzi kama Rigathi. Sasa ukituzi Rigathi nani atakuamini? Ni Msomali atakuamini ulevi yako? Ni mtu wa Kisumu atakuamini ulevi yako? Ni president atakuamini ulevi yako? Saa hii ukienda kwa kina Ruto, saa hii watu wanalia kwa sababu ya kilabu ya Sundi. Kwa sababu ya nini? Yeye ni fresh. Ni mambo alifanya mbaya, lakini unaona watu wao wanamtetea. Saa hii wewe utoke na kitu, nani atakutetea Moses Kuria? Kwa sababu unajifanya njamba. Wacha niambie watu, saa hii Mount Kenya, kama Ruto anataka ukweli atume mtu independent Mount Kenya, watu wote wako nyuma ya Gachagua. Mimi siko nyuma ya Gachagua kama namsupportingi, kama nampigia kura. Niko nyuma yake kwa sababu niliona mlima tunamalizwa kwa sababu tuliwekewa watu hata hawajui kesho. Watu hawatajisaidia, watu hawatatusaidia na hawatasaidia hata president. Kwa hivyo namuomba rais, advice kama unachukua kwa Moses Kuria, hiyo cancel. Kwa sababu yeye anaenda kama upepo. Leo amekunywa, analala, akiamuka asubuhi anaona alikosea. Nani hajawahi kunywa pombe? Hata mimi nimeachana na pombe juu nimeona umri inaenda. Nimefika karibu naendelekea 50. Naenda kufika kwa ngoru nikikunywa pombe. Achana na pombe Kuria bwana. Ufocus. Ujue Gachagua ndio deputy president. Na Ruto kundanganywa ati utoke kwa deputy president ukuje huku kwetu. Ati nasikia fala ingine ya Mombasa inasema ati nilikuwa kwa hiyo mesa, tukasema tukachagua angechukuliwa Nyoro, angechukuliwa Ichungwa, Sasa nani unaambia hizo story zote? Kama ungejua nani angesaidia Uhuru, ungesaidia Ruto, mbona wewe hukuchukua running mate Mushinde huyo aliingia kiti Mombasa? Lusa. Hata ndio siombangi kura hawa. Nataka mmoja aniambie tusindane na yeye kura. Lusa. Mheshimiwa Rais, mimi ndio nakaa mazinani na siogopangi hii takataka yote hii. Hii takataka yote inakuja ukupea ujinga. Na kuambia hivi, tunakuombea zizi saa hii. Tuko na miezi 2 tukikuombea. Ndio Mungu akufungue macho. Miezi 2 na maombi ya walemavu usicheze naye. Uliona yule mlemavu hao wengine wote wanakuyanga wanakupigia mdomo. Yule bishop na yule mama ukambani hana macho. Walimwacha mbunge. Lakini maombi ya walemavu na vijana wetu na waheshimu na wainulia walisikilia walemavu wakachukua wakaweka mpaka kwa gari. Bishop akafika vizuri, mama akafika vizuri na hana macho. Wale hawana macho walienda nyumbani na mavindondo, wengine kugongo huku. Juu amwambii rais ukweli, amuongei ukweli kwa Mungu. Sisi walemavu tunamtegemea Mungu na tunaongea ukweli. Yangu ya mwisho ni kuambia rais kitu ambayo utafanya, kaa chini na Gachagua. Ongea na Gachagua, kaeni na Gachagua,
laleni hata pamoja na Gachagua, yeye ndio deputy wako, ili atakuambia Kenya inyoroke hivi, ambiwa yeye ndiye anachochea, sinda yako, ukitokubali sinda yako.